Uko poa? Niliona umenitafuta. Sasa si tupatane basi leo masaa 8 hapo ndio tuongelele ile story yenye nilikwambia ile siku. Ndio tujue suluhisho ni gani. Si ni sawa? Asante. Habari yako? Umeshinda aje? Nimeshinda poa. Likizo imekuwa aje? Imekuwa nikikuangalia kwa muda mrefu kumbe ulienda likizo. Kuna dada alinipigia simu. Akaniambia kuna watoto wanapotea. So akaniambia kuna suluhisho. Anajua mali ya watoto wake. So nilikuanga nataka nikuchukue twende huko. Ni wapi huko? Dada atatuelezea baadaye, nitampigia simu. Uko na namba yake? Niko na namba yake, nitampigia. Okay, ni sawa. So wewe niambie kesho utapatikana ama uko na shughuli za Kesho mimi niko. Haya ni sawa, tutaandamana pamoja ili tukaone kikoaje. Sawa. Chukue hatua. Sawa. Tutaongea. Mambo yake kwa kitu serious. Andeni. Hello dada. Habari yako? Niko hapa kwenye kituo. Hebu fanya haraka maana niko na shughuli nyingine. Kuja tumalize shughuli haraka. So nakupa dakika 10 peke yake huko umefika. Sawa? Haya. Niambie. Na umechukua muda mrefu kwa shida ile kidogo. Shughuli za hapa na pale. Hata kuna Sawa, hata niweke. Uko sawa hapa? Sawa kabisa. Hello afande. Umeshinda aje? Haya njoo tu saa hii. Huyu msichana amefika twende tuangalie ile mambo yake. Saa hii tu. Haya sawa. Habari zenu? Nzuri sana afande. Uko poa? Haya afande, ile mambo nilikuwa nakueleza. Huyu ndio dada alinipigia simu. Dada unaitwa nani? Sasa mimi naitwa binti Laguna hapa. Na ulikimetemaje? Kuna watoto tulikuwa tunatembea tu kwa harakati zangu za kuuza sabuni. Nikapatana na wao. Sasa kuna huyu customer wangu. Namuuzianga sana na amekuwa kinunua. Na sasa sikuwa najua anafanya nini. Kwa kuwa hiyo siku nikimuitisha hela zangu alikuwa amekawia sana kuzitoa. Kwa hiyo harakati ya kumtafuta nikimungoja. Nilikuwa namsubiri hapo kando, watoto walikuwa wanapiga nduru. Nikashangaa kwani nini inaendelea hapa ndani. Kwa kuwa mama ameniambia tu natoa tu pesa kisha nakuja. Watoto walianza kupiga kelele. Ilibidi nizunguke kwa mlango wa nyuma ili nijue nini inafanyika. Bila nilizunguka huko, nilishangaa sana. Watoto walifungwa na ni kama watoto wenyewe hawako wamekula. Walifungwa mdomo na hata miguu zao zilikuwa zimefungwa. Ilibidi huyo mama kama alikuwa ameteremka chini, nilikuwa nimejificha mahala hapo. Nilitoka mimi nikaenda nikafungua watoto kisha nikawatorosha. Hivyo ndio kulienda afanye. Nimesikia ukisema uliwatorosha. Ulitorosha hao watoto wake? Nilikuwa na rafiki yangu ambaye pia nilipatana na yeye kwa hiyo harakati ya kuuza. Alikuwa ametoka pande ile na mimi pia nilikuwa nimetoka hiyo side nyingine kutoka kuuza. Kupatana na wao, nikapatana na yeye nikamweleza. Akaniambia kuwa it is safe. Ni vyema kuweka hao watoto katika nyumba yake kwa kuwa akona space kubwa yenye inaweza accommodate hao watoto wote. Sasa ilibidi hata mimi vile nilikuwa naona hata mimi kwangu ni kadogo. Wenyewe unaelewa tu mahali tunaishi. Ni kadogo. Ikabidi nipeleke hao watoto kwa niwo rafiki yangu anaishi. Okay, kwa hivyo maisha ya watoto iko salama huko mahali wako. Hakuna mtu amedhoofika yani kuumizwa. Pali ni chakula tu walikuwa wamekosa lakini niliwapea kwa kuwa walinieleza wajakula kwa siku kama wiki moja hivi lakini niliwapea chakula. Kwa sasa hii wako sawa, hata kwa mavazi yao wako sawa kabisa. Umefanya jambo la busara, jambo nzuri sana. Tunataka kwa society yetu tukiwa na dada kama wewe. Na huyo mama unaongea vizuri? Rafiki yako? Ako sawa, hata sasa hivi ukitaka naweza kupigia ili akuje tuongee na yeye pia. Tulikuwa wengi. Watoto umeenda kuwaona lini mwisho?
Hata jana nilikuwa na wao. Wakanieleza, bado wanazidi kunieleza kuwa walitoroshwa. Huyo mama alikuwa amepatana na wao, nao watoto ni kama hawakuwa na makao. Na watoto ni watu wa umri gani hivi? Ni watoto wadogo ambao hawajielewi ama ni mtu anaweza kuwa hata na namba ya mzazi? Ni mtu anaweza kuwa na namba ya wazazi. Sawa. Kwa hivyo afande, unaona tufanye aje? Acha tukampigie simu Saturday. Tuende tuone mali ya watoto wake. Alafu tuangalie tutafanya. Kama tutawasaidia watoto wapate wazazi wao. Alafu mambo itakuwa mzuri. Kitu naona afande, hao watoto itabidi tumewatoa huko, tuwalete kwa kituo. Alafu kama itawezekana tutafute wanahabari ili waje, itakuwa njia ya rahisi waweke kwa mtandao. So dada, tunashukuru sana kwa jambo ambalo umefanya. Asante sana afande. Asante sana. Asante. Sawa. Nadhani tulimaliza hii mambo ya watoto kuibiwa, lakini bado inaendelea. Mimi najera nimesikia hiyo story na shanga kwani bado watoto huuzwa. Hii Nairobi. Hiyo jambo imenitatiza sana. Hizo ni video nilikuwa nasikia zinafanywa huko kitambo, mara mtoto anauzwa. Kwani bado zupo tu mpaka saa hii. Kama kesi tulikuwa tunaandika nikifungua kitabu. Iwe iko huko nyuma sasa hivi. Huko nyuma ni tulimaliza hiyo mambo. Miaka zingine za nyuma kabisa. Mimi najera nimesikia hiyo story ya mtoto anauzwa na shanga. Kwani rada. Pale kitu naona huyu mama inafaa tumchukulie hatua kali zaidi. Hata tukimfunga hata maisha haina shida. Hata niliongea na huyo mama, tuchukue mama tupeleke mali ya watoto wako, walete huku post. Alafu tuangalie kama tunaweza pata wazazi wao watoto, tuwapeleke wapate wazazi wao. Sawa. Nimetoka police station. Kuna nini? Kuna kesi fulani unafuatilia? Kuna wale watoto walikuwa wameibiwa na walipotea. Sasa kupotea mimi kwa ile harakati nikawapata. Unajua nauzanga? Vile nilikuwa nauza nikapatana na wao. Kwa nauzanga kwa nyumba mingi, so one of those houses zenye nauzianga huko ndo niliwapata. Niliwapeleka kwa ule beshte yangu ule mwenye anaishi Gitami na sina wakumbuka. Huyo. Ulienda hapo kwako ukaona? Nimeona. Basi wako sawa? Naona yeye tunajua bado namjua lakini vile naona I guess tu wako sawa. Mambo iko sawa. Kama mambo iko sawa basi hata mimi hiyo nimefurahia iko sawa. So niliambia hao polisi tumeona watu kitembea na mafando wengine hapo wawili. So walikuwa wanafuatilia. So unajua mtu afai tu kuchukua kesi hapo peke yake hivi na anakuwa ni watu wenyewe hata juu hata si wangu. Sasa mimi nile tu tulikuwa na wasaidia. Ikabidi tu nifanye hivyo, nilienda kuambia mapolisi ndio tujue way forward. Mambo itakuwa tu sawa, usijali. Sawa. Sasa si tushapatana tushaongea, hata nyinyi sasa mtanisaidia. Sasa mimi si nilikuwa naenda shughuli zangu zingine, iko acha nifike. Si tutaonana. Sawa, kesho. Bye. Wewe sasa na wao akiwaokolewe tu maafisa watukuestea pando wawasaidie tu watoto tu salama. Hiyo mama yake alifanya vizuri tu kuwasaidia. So let's hope for the best. Kesi ifuatilie na mambo iko sawa na mambo ishe. Wanasaidia kama imagine wanashikwa aje sasa? Aki watu wenye waliofika ndio wafanye poa. Unaona ikiwaje? Si poa. Lakini msichana alifanya poa kuwasaidia, si ndio? Sasa hiyo mambo tunaona tu atatuambia tu. Wow. Ndio kufika. Wow. Ndio kudonja. Leo kazi imekuwa juu. Imekuwa tu hivyo. Umerudi leo.
nimechoka kibabe. Kwani Nimechoka. umechoka umefanya kazi gani? Kazi ilikuwa ngumu, unajua vile kuzunguka ni kazi. Hii kazi rahisi. Sasa unaweza linganisha na kazi yako. Kazi ni kazi. Kazi ni kazi. Kazi sasa. Tena tusiweze kugombanishana hiyo. Hapo naye tusiweze kugombanishana. Sawa, kaji. Hata chai umeniachia kule, mimi nimesafiri hapo. Sasa nani ningepika chai saa ngapi? Chai si niliacha pale kwa thermos. Sasa kama uliniachia. Nilikuachia chai sote unafaa. Kwani wewe kitu yako ndio unafikiria? Wewe si ulishinda hapa ulipata. Nimeshinda hapa kitu gani umesikia tumetoka tu kazi wote hata mimi nimetoka hapa late. Kwa nini vita? Sasa hata nimechoka nianzie wapi hata? Hata nifanye nini hata sijapata pesa leo. Usichoke. Ni chai tu ndio unataka? Hata nitaimia sapa. Sasa tunaanza kula. Tunakula? Sitoka tu kula ugali. Sasa si basi ndio uorganize sapa basi. Nipe pesa. Na before uende yenyewe. Na kazi imekuwaje leo? Kazi sinishakuwa piko sawa. Sawa. Leo umerudi leo. Kuna tu story nafuatilia kifaulu ndakuanga nikirudi mapema. Story? Story gani ya kazi ama story gani? Kuna hii nini nafuatilia, kuna watoto nilipatana na wao, Watoto? Hebu umesema nini ulipatana na watoto? Kuna watoto nikiuza, niliwachukua. Umechukua watoto wenye wajua wametoka wapi na ni watoto wa nani? Hao watoto walikuwa wamelia na nikaona tu huyo mtu mwenye alikuwa na hao watoto si mtu mzuri. Mimi nikaamua kuwachukua. Sasa kuwachukua kwa kuwa nilijua wewe pia utanilete mavisirani nikawapeleka na bishte yangu. Sasa ikabidi every day niendange huko niwaone hata nikiwapea. Ndio maana hata nakwambia sina pesa. Juu lazima niwapeleke kitu wanakula ndio hata mimi nikuje. Na ulienda ukaripoti? Hata nimekuwa kwa police station, hata chief pia tumekuwa na wao mapolisi makarao. Sasa hao watoto walitekwa. Vile nilikuwa nakwambia. Ika vizuri uniambie hiyo story. Unajua hiyo ni police case. Sasa nilikuwa nakuogopa juu siwezi waleta hapa ndani. Nitaanza na mimi visirani vile nakujua tu. Kabidi niwapeleke kwa mama Karini. Huyo mama Karini ule rafiki yangu ule wa Tamina. Sasa siko pale nilienda. Nikawacha huko sasa. Hiyo ndio kitu ilifanyika sana. Na ulisema ulienda ukaripoti? Nilisha ripoti mapolisi wakaniambia tunafuatilia na wao. Which tuko hapo kwa hiyo harakati ya kutafuta. Na unajua hiyo ni jambo ngumu sana hata wanaweza kubadilishia kesi. Tena na badilishia. Kitu ya kwanza ujue. Juu huyo mama mwenye ulipata watoto kwake anaweza geuka. Kuna evidence. Hiyo ndio kitu ya kwanza unafaa kujua. Kama kuna evidence, kama kuna mtu alikuona mlikuwa na yeye ukichukua watoto kwake. Hao watoto wenyewe watasema tu wenyewe wao ndio evidence wangu. Na kukatazanga na vitu za kukimbilia tu maneno. Sasa tena umeanza kunitetesha. Si unajua hiyo sasa ni kesi nyingine. Mimi nice nilikwambia wale watoto watanitetea. Utanitetea. Watakutetea aje unawajua? Wao ndio watetezi wako. Na silikisha wasaidia wasaidia. Mimi najua Mungu ndio mtetezi wa mtu si binadamu. Sasa ingekuwa wewe ungedu. Wewe ungefanya nini? Juu mimi nimejaribu na baada uone vile umezoea. Yaani kunipigia tu kelele left. Ujaona tu mimi niko na umuhimu gani? Unanipigia tu kelele pesa. Mimi kitu ningefanya ningeenda nitafute rafiki yangu mwingine mwenye atakuwa kama witness. Sasa wewe ulikuwa hapo peke yako. Witness ni nani? Na si mimi nilikuwa nauza. Ulikuwa nauza lakini witness mwenye aliona ukichukua watoto mali walikuwa wametekwa nyara. Witness na kuna hata mwenye nilichukua watoto kwake alitoka akienda kutafuta sapa. Lunch. Sasa si unajua naweza badilisha hiyo story.